Niambie tu jina lako na Mungu amefanya nini kwako. Haleluya. Tuambie tu jina lako na Bwana amekufanyia nini. Amina. Sogeza mic hapa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Naomi, nimeokoka na mpenda. Ndio Naomi, Mungu amefanya nini kwako? Ile siku ya tamasha la kusifu Jumapili. Ndio. Nilikuja hapa. Ndio. Yule kaka pale. Ndio. Akawa anasema kwamba kuna mtu anaumwa. Anaumwa? Na sikio la upande wa kulia. Nilikuwa nimekuja nikakaa pale nyuma. Ndio. Ghafla nikasikia kama kuna speaker zimegonga katika sikio lako. Hapo nikapata uponyaji. Ukapata uponyaji. Amina. Zile tatizo lilikuwa miezi 3. Tatizo sikio lilikuwa lisikii vizuri. Nani amekuponya? Mungu. Mpe Bwana Yesu Kristo mkofi. Haleluya. Mungu akakupa mazidi kupenda Yesu Kristo. Jamani, Mungu anatenda. Unakumbuka siku ya Jumapili Tom aliachilia maneno ya kinabii sana mahali hapa, na ilikuwa ni ibada ya uponyaji mkubwa sana. Mungu aliachilia shuhuda kubwa na matendo makuu sana ya kimungu. Bwana asifiwe sana. Jamani, Yesu yu hai hata leo. Ndio kile Yesu yu hai hata leo. Anatenda miujiza hata leo. Mwambie anatenda miujiza hata leo. Mshike mkono, mtikise, mwambie hata leo Yesu anafanya muujiza. Haleluya. Mungu akubariki sana. Msalimie jirani yako. Praise team, akubariki sana. Asante sana kwa kazi nzuri sana. Jamaa sote ni Bwana Yesu kusema kofi kwa ajili ya hili. Kati ya vitu ambavyo Mungu amenibariki sana navyo katika ulimwengu huu ni kunipatia timu ya watendakazi kama hawa. Amina. Si umpe Bwana Yesu kusema kofi kwa ajili ya. Wanafanya kazi kubwa sana, wanafanya kwa kujitoa na kwa moyo sana, na Mungu awape haja zenu. Kila mnachokihitaji Mungu awapatie. Wale ambao wanahitaji kuolewa wakaolewe, wale wanahitaji kuoa wakaoe. Ninawatabilia katika jina la Yesu Kristo na kwamba hamtatembea na TZ11 tu siku zote za maisha yenu. Mungu awape magari katika jina la Yesu. Na asiwape gari tu kwa sababu ni gari, lakini akupe gari lenye ushuhuda katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awafanye kuwa watu wakuu sana katika nchi hii. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu sana. Mmoja kati ya timu yangu ya praise team jana, Victor, Mungu alimuonekania. Amina. Kwa hiyo sasa hivi yuko kwenye mapumziko, anasherehekea. Mambo yako sawa kabisa. Mungu akubariki sana. Kama unanisikiliza Victor kule uliko, ninakufurahia sana wewe pamoja na mke wako, na nakupongeza sana kwa hatua kubwa ambayo Mungu amekupa tena jana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, Mungu ni Mungu wa nafasi nyingine. Mwambie ukimaanisha Mungu ni Mungu wa nafasi nyingine. It is God of again. Haleluya. Ni Mungu wa nafasi nini? Na anatoa nafasi kwa kila mtu katika saa na wakati anaotaka yeye. Amina. Mungu awabariki sana. Pastor Elizabeth anawasalimia sana. Niliongea naye asubuhi ya leo. Anawapenda, yuko Dar es Salaam kwa ajili ya kumuuguza baba yake. Tunahitaji maombi yenu sana kwa ajili ya familia ya kina Elizabeth mzee Sarungi. Mungu aendelee kumponya, na ikipendeza Mungu aendelee kumpa uhai. Mungu aendelee kumpa uhai. Amina. Kwa hiyo usiache kutuombea. Usiache kumwombea, hasa kumwombea Pastor Elizabeth pamoja na timu yote ya kwao, ili Mungu aweze kusimama pamoja nao. Amina. Wanahitaji sana maombi yenu, lakini wanawapenda na amewasalimia sana. Amina. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Uko tayari kwa ajili ya somo? Masomo haya kuanzia Jumapili iliyopita nimewaagiza timu yangu ya media yako moja kwa moja katika YouTube channel ya kwangu. Kwa hiyo ukiingia kwenye channel ya Pastor Dickson Mtalitinya utalikuta somo la Jumapili iliyopita la madhabahu. Nimesema nitafundisha masomo 9 au 10. Haleluya. Ili somo Mungu anaendelea kuliongeza zaidi kila siku. Sasa sijui litaishia wapi, lakini twende tu vile Bwana anataka kuliongeza. Amina. Kwa hiyo somo hili la Jumapili hii litakuwepo pia kuanzia kesho
ya kesho jioni utalipata pia katika YouTube channel ya kwetu. Kwa hiyo andika tu Pastor Dickson Mtanitinya katika YouTube na utapata, na ni vizuri ukisubscribe pale ili kila wanapoweka masomo haya yatakuwa unapata notification inakwambia tu limetumwa tayari, kaliangalie. Bwana asifiwe. Kwa hiyo litakuwepo. Bwana asifiwe sana. Nimesema nataka nifundishe, maana unajua mimi ni mwalimu, na moja kati Mungu akitu alichonipatia apostolic teaching. Unajua walimu wa kitume, yani tunafundisha ili kung'oa baadhi ya misingi sio kwa sawa sawa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Eze niongeze kidogo hapa, hizi nisitumie nguvu sana. Amina. Na moja kati ya vitu ambavyo Mungu amenipatia ni apostolic teaching, kufundisha kitume ili kuhakikisha kwamba ninaweka misingi ambayo Mungu anapaswa iweke katika maisha yangu. Neno ambalo Mungu aliniita nalo kwenye huduma ni Yeremia sura ya 1 mstari wa 10, aliposema ya kwamba nimekuita leo, tazama nimekuweka juu ya mataifa leo ili kung'oa, kuharibu, kuvunja na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Kwa hiyo kuna ujinga fulani kwa ndani ya wakole kuhusiana na somo la madhabahu. Katika masomo haya 10 ninayotaka kuyaleta, nataka kung'oa huo ujinga. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ujinga sio tusi, ila ujinga ni kwa sababu tu hujui kitu. Sasa Mungu anakupa nafasi fulani ya kujua. Kwa hiyo ukijua unatoka katika ujinga. Bwana asifiwe sana. Kwa vile yako ujinga sio tusi, ila ni kwa sababu hujui kitu fulani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tuko katika somo la madhabahu, na ninaomba Cosmos nisaidie unifungulie Biblia ya Kiswahili hapo. Bwana leo nataka tusome sana. Pamoja na hapo usikae mbali na mimi. Bwana asifiwe sana. Ben, kana microphone vizuri. Nataka tusome. Si ndio na usome kama mwalimu. Si ndio usome kama mimi. Bwana asifiwe sana. Ayafungua Wafalme wa kwanza sura ya 18, ndio naanzia pale mstari wa 30. Nilianza na somo hili wiki iliyopita, na ninaomba nirudie kwa baadhi ya wengine ambao hawakuwepo ili tuende vizuri. Nazungumza kwa habari ya madhabahu, na katika somo hili na mfululizo kama vipindi 9-10 hivi ambavyo nataka niseme na wewe. Kwa hiyo usipange kukosa, na leo nitajitahidi sana nisogee. Bwana asifiwe sana. Wafalme wa kwanza sura ya 18 na mstari wa 30. Anasema, ndio, kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia. Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Asante sana. Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Kwa hiyo madhabahu inaweza ikavunjika. Bwana asifiwe sana. Naomba ile microphone nyingine apewe Eliudi. Bana leo nataka tusome maandiko kwa haraka sana. Kwa hiyo madhabahu inaweza ikavunjika. Bwana asifiwe sana. Na madhabahu inapovunjika ni dalili tosha ya kwamba kuna jambo limeweza kutokea. Bwana asifiwe sana. Sasa nilianza kwa kuelezea madhabahu ni kitu gani. Niruhusu tu nipite haraka nikukumbushe. Nilisema hivi, madhabahu ni mahali katika ulimwengu wa roho ambapo pana ushahidi katika ulimwengu wa mwili, ambapo sadaka, maombi na ibada vinatolewa ili kusababisha pawe na maachilio kutoka katika ulimwengu wa roho kuja katika ulimwengu wa damu na nyama. Si mnakumbuka? Kwa hiyo tulisema hivi kwamba ni mahali. Kwa hiyo madhabahu haziko katika ulimwengu wa kimwili. Madhabahu ziko katika ulimwengu wa kiroho. Tuko wote? Na nikasema wale waliokuwepo Jumapili iliyopita wanakumbuka nilisema kwamba ulimwengu wa roho ndio unaotawala ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo ni lazima jambo lianzie kwanza katika ulimwengu wa roho kabla halijatokea katika ulimwengu wa damu na nyama. Gari unalotaka ni lazima uwe nalo kwanza kwenye ulimwengu wa roho kabla hujaliona katika ulimwengu wa mwili. Kampuni unayoitaka na utendaji kazi wake ni lazima uwe tayari kuiona kwanza katika ulimwengu wa roho kabla haijadhihirika katika ulimwengu wa nini? Wa mwili. Tuko wote mpaka hapo. Lakini pia nikasema madhabahu inaweza pia kuwa muda unaotoa, lakini maisha yako ya kiibada ambayo unakuwa nayo, inaita personal devotional life, au kitu cha kiroho ambacho unakifanya mara kwa mara. Kwa hiyo madhabahu inaweza ikawa hivyo, kwamba ni kitu cha kiroho ambacho unakifanya mara kwa mara. Madhabahu inaweza ikawa muda unaotoa. Kama unatoa muda mwingi kwenye kazi yako,
tambua kazi yako imeanza kuwa sehemu ya madhabahu yako. Kama unatoa muda mwingi kwenye biashara yako, tambua biashara yako imeanza kuwa sehemu ya madhabahu yako. Bwana asifiwe sana. Tuko wote jamani? Tuko wote. Lakini pia nikasema hivi, madhabahu ni mahali ambapo huduma za kiroho kwa Mungu au kwa shetani huwa zinatolewa na kupatikana. Kama unaandika, nafikiri hiyo siko nimeiweka vizuri, unaweza kuiandika leo. Madhabahu ni mahali ambapo huduma za kiroho kutoka kwa Mungu au kutoka kwa shetani huwa zinatolewa na huwa zinapatikana. Kwa hiyo mahali pale ambapo huduma za kiroho huwa zinapatikana au zinatolewa, basi hapo ndio tunapaita madhabahu. Sasa wengi wanadhani wakija hapa kanisani kama hapa niliposimama eti ndio madhabahu. Hii tu ni uwakilishi wa madhabahu katika mwili, lakini hii sio madhabahu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Madhabahu ni wewe. Kwa hiyo ni wewe. Wewe mwenyewe ndio madhabahu. Sasa inategemeana katika maisha yako, ile madhabahu yako ya ndani unatoa kitu gani? Bwana asifiwe sana. Na nikasema Jumapili iliyopita ya kwamba madhabahu inaweza ikawa ya Mungu au inaweza ikawa ya shetani. Si ndio Hakuna madhabahu iliyo katikati. Kila mtu unayenisikiliza leo, uwe umeokoka uwe hujaokoka, una madhabahu. Ni au una madhabahu ya Mungu au una madhabahu ya kishetani. Sasa kuna wale watu, ndugu zangu na marafiki zangu, ambao wanasema sisi mchungaji, sisi ni Wakristo, lakini mara kadhaa huwa tu kuna vitu vichache vya kimila huwa tunafanya. Wewe nataka nikutangazie leo na bila kumung'unya maneno ya kwamba madhabahu yako ni madhabahu tu ya kishetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mungu wetu hachanganyi. Kitabu cha Warumi sura ya 10 anasema hivi, hamwezi mkala katika meza ya Mungu na mkala katika meza ya mashetani. Haiwezekani. Haiwezekani ukawa na madhabahu ya Mungu na madhabahu ya kishetani. Kwa hiyo niwasaidie ndugu zangu Wachaga, kwa sababu Mungu wasaidie sana hizi roho za kwenda kutambikia. Wanasema tu mababu wanataka mbuzi, wanataka kondoo. Ukishaanza kufanya vitu kama hivyo, wewe huna madhabahu ya Mungu tena, una madhabahu ya kishetani. Na nasema bila kumung'unya maneno. Bwana asifiwe sana. Sababu madhabahu ni aidha ni madhabahu ya Mungu au ni madhabahu ya nini? Ya kishetani. Bwana asifiwe sana. Na wengine mna kawaida ya kwenda kuabudu katika makaburi. Mungu wasaidie sana. Yaani wewe hata ukija kanisani ukavaa na misalaba mirefu katika mpaka huko, wewe tu una madhabahu ya kishetani. Na Mungu akusaidie sana utoke katika madhabahu hizo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna madhabahu iliyo katikati. Madhabahu ni au ya Mungu au ni ya shetani. Bwana asifiwe sana. Na jambo la msingi ambalo nilizungumza pia Jumapili iliyopita, nilisema hivi, mwanadamu huwa anatawala mahali popote pale kwa kupitia madhabahu aliyonayo. Kwa hiyo madhabahu ndio inayotawala. Usije ukasema, mimi nina Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu ni matokeo ya madhabahu ulionayo. Akitokea kwa mtu mpagani lakini ameilisha vya kutosha madhabahu yake, atakushinda wewe uliye na Mungu Jehova. Kwa sababu madhabahu yake ina nini jamani? Ina nguvu. Tuko wote mpaka hapo. Kwa hiyo ni lazima uanze kujifunza katika madhabahu yako kutoa sadaka, kutoa maombi na kutoa ibada. Sasa watu wengi sana, hasa walokole na watakatifu wa Mungu, wengi sana ni wazembe na wavivu katika sadaka, katika maombi na katika masuala ya ibada. Sasa huwezi ukashindana na mtu ambaye ana nguvu ya kimadhabahu. Na leo nitakuonyesha katika ushahidi wa kimaandiko. Bwana asifiwe sana. Tuko wote jamani? Tuko wote? Kwa hiyo nguvu ya madhabahu yote ile inatokana na sadaka unazozitoa, inatokana na maombi unayoyafanya, na inatokana na ibada unayoitoa juu ya madhabahu hiyo. Kwa hiyo madhabahu yako, zile sadaka unazozitoa, maombi unayoyatoa, ibada unayoifanya katika madhabahu ile, ndio inayoamua nguvu ya madhabahu yako. Bwana asifiwe sana. Kifupi au kwa kirahisi niseme hivi, madhabahu yenye nguvu ni madhabahu ile ambayo inahudumiwa. If you are not servicing your altar will be weak. Kama hauihudumii madhabahu yako itakuwa ni madhabahu ambayo ni dhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Angalia katika nchi yoyote ile, na hata katika nchi yetu ya Tanzania, angalia, utagundua jambo hili. Watu wenye nguvu
katika jamii yoyote ile ni watu wale ambao madhabahu iliyojengwa kwa Mungu wao ni madhabahu yenye nguvu. Angalia hata hapa Moshi, angalia watu ambao wana nguvu ni watu wale ambao madhabahu walioijenga kwa Mungu wao, anaweza akawa ni Mungu wa kweli au ni Mungu shetani. Wakimjengea madhabahu yenye nguvu, wanakuwa watu wenye nguvu. Na ndio maana tuna watu ambao hawajawahi kuokoka, lakini wana nguvu au ya kiuchumi au ya kisiasa au nguvu yoyote ile katika jamii. Kwa nini? Kwa sababu ya madhabahu waliojenga. Mtu mmoja akaniuliza swali Jumapili iliyopita baada ya kuwa nimemaliza kuhubiri, akaniambia, mchungaji, mbona watu wengi sana waliofanikiwa kabla hawajaokoka, wakiokoka wanaanza kuyumba, kwa mfano kiuchumi? Ni kweli kabisa, kwa sababu yule mtu alifanikiwa kabla hajaokoka sababu alikuwa amejenga madhabahu mahali fulani. Kwa hiyo anapookoka anakuwa na kazi ya kuanza kujenga madhabahu kwa Mungu aliyeingia. Sasa watu huwa wanadhani kama mimi ni tajiri kabla sijaokoka, automatically nitakuwa tajiri baada ya kuokoka. Haiendi hivyo. Ngoja niweke sawa sawa hapa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Utajiri ulionao ni matokeo ya madhabahu fulani ulionayo. Sasa hiyo madhabahu unapoibadilika, unapohama kutoka katika ufalme mmoja na kwenda katika ufalme mwingine, ule ufalme ulioenda ni lazima uanze kujenga madhabahu ili kurudi katika nafasi uliopo. Na ndio maana nimeona watu wengi sana wanaacha wokovu eti kwa sababu kabla sijaokoka nilikuwa nina hela, sasa nimeokoka sina hela. Ndio, ni kawaida, kwa sababu kabla hujaokoka ulikuwa unatumika chini ya madhabahu ya kishetani. Baada ya kuokoka umeingia katika madhabahu ya Mungu. Kwa hiyo ni lazima hii madhabahu uanze kuijenga kwanza, ndio ufike mahali unatembea katika nguvu ile ambayo unapaswa kwenda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Miaka ya nyuma kidogo, kuna mwimbaji mmoja alikuwa maarufu sana hapa nchini, sitaki kumtaja jina lake, aliokoka. Kabla hajaokoka alikuwa anaimba kidunia, alikuwa na washabiki wengi sana, alikuwa anapata pesa. Kwa hiyo alipookoka akaja huko kanisani, akadhani mambo yatakuwa vile vile. Alipoingia kanisani akaona hayaendi, akakaa mwezi wa kwanza apate pesa, wachungaji na wenyewe hawampi pesa, washirika walokole wenyewe hawampi pesa. Mwezi wa kwanza, wa pili, alikaa kama miezi minne, akarudi tena dhambini. Kwa nini? Akasema nimeenda kwa walokole wenyewe hata hawanishabiki, hata sina pesa. Sikiliza, umebadilisha madhabahu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ngoja sisi watu wanielewe. Hebu niseme hivi kwa namna rahisi ya kibinadamu kabisa unielewe. Kwa mfano mimi natumia simu yangu ni Voda 0754 82 2304. Si ndio? Nikibadilisha hizi namba za mwanzo, nikahama nikaenda Voda, nikaenda Tigo, wakanipa namba ya 0715 822304. Sikiliza, hata kama namba za mwisho zinabadilika, zinafanana, lakini namba za mwanzo nimebadilisha, niko katika madhabahu nyingine. Kwa hiyo wewe, wakati mimi nimehamia 0715 ukanipigia kwa 0754 utanipata. Wanazoe sana. Kwa hiyo nikihamia kule lazima niwe na kazi ya kuwatambulisha watu wangu wote ya kwamba jamani, nimehamia huku. Sio automatically wataanza kunipata tu kwa kuhamia kule, lazima nianze kuwatambulisha. Jaribu kutafuta mifano rahisi ili unielewe. Bwana, ngoja niongee kibinadamu, si ndio ili mfanyaje? Mnielewa? Na hii ndio shida inayopata hasa watu wengi ambao ni matajiri kabla hawajaokoka. Wengi watakwambia, sasa nikiokoka nitakuwa maskini. Ndio, ukicheza unakuwa maskini. Kwa sababu madhabahu hiyo ya utajiri ulionayo huko umekuwa hivyo kwa sababu uliijenga katika madhabahu fulani. Unapochange kwenda kwenye madhabahu nyingine, ni lazima uwe na kazi ya kujenga hii madhabahu upande wa pili. Tuko wote? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa nisogee mbele kidogo leo. Madhabahu pia ni mahali ambapo nimesema huduma za kiroho zinapatikana au zinatolewa. Kwa hiyo lazima uelewe hicho. Kila mtu hapa unahitaji huduma ya kiroho. Hebu mtokee hapo mwambie unahitaji huduma ya kiroho. Na huduma ya kiroho unaweza ukaipata au kwa Mungu au ukaipata kwa shetani. Watu wanauliza mchungaji, shetani anaweza katajirisha? Ndio. Anaweza
kanisani tuna wachungaji, makuhani. Kwa shetani pia ana wachungaji, makuhani ambao ni waganga wa kienyeji. Kwa hiyo kila mganga wa kienyeji unaponisikiliza popote, wewe ni kuhani wa shetani katika madhabahu yake. Bwana asifiwe. Pastor, unawasema waganga hivyo na wachawi watakushughulikia. Sikiliza, hawezi kukushughulikia kwa sababu tuko katika limwengu mbili tofauti. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Siku moja nilienda kumuona mganga fulani, nilikuwa napita nikaona mabango yake. Nikaenda, Mungu akaniambia kamhubirie injili huyo. Nikaenda kumuona yule mganga. Nikafika pale, akajua mteja kaingia. Hakujua kwamba jamaa mwenye madhabahu mwingine kaingia. Oh, haleluya! Nilipoingia nikamfuata, nikaona anatembea, mguu wake mmoja ni mbovu, anatembea namna hii, anatembea namna hii. Akafika chumbani kwake. Alipofika chumbani kwake, nikakuta vitu vifuatavyo. Cha kwanza, nilikuta kuna mkeka, alafu pembeni katika ule mkeka kulikuwa kuna kigoda, alafu kulikuwa kuna kitanda. Alikuwa amefika kwenye guest fulani hivi. Kwa hiyo bibi nikasogea, nilipoingia pale akaniambia karibu. Alipokaribia akaniambia kaa hapo kwenye mkeka. Mimi nikaenda moja kwa moja kwenye kitanda nikakaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana, nazungumza nguvu ya madhabahu. Huyu mganga alikuwa ametokea Ufipani huko. Kwa hiyo amekuja kunutisha pale mjini kwetu, anatuambia mganga maarufu kutoka Ufipani. Nikasema kuna mhubiri, mwinjilisti maarufu aliyeko katika nchi hii. Haleluya! Alafu akaniambia una kiburi wewe, sikumpa nafasi. Dakika 5 zilimtosha kumpelekea ujumbe wa Yesu Kristo. Oh, haleluya. Nikamwambia niko hapa kwa ajili ya ujumbe mmoja tu. Mungu amenituma nikwambie, usipookoka Mungu anakwenda kuyafupisha maisha yako. Nikampiga injili katika dakika 5 mfululizo bila kumpa nafasi ya kunijibu chochote. Akaniambia nitakukomesha. Nikamwambia na mimi nitakukomesha. Oh, haleluya. Nazungumza nguvu ya madhabahu. Bwana anasema hiyo ilikuwa mwaka 1994. Miaka mingapi kuanzia leo mpaka leo? Zaidi ya miaka 20 ngapi? Nimepata shida yote. Nazungumza nguvu ya madhabahu. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Madhabahu ni mahali ambapo huduma za kiroho zinatolewa. Kwa hiyo kama unaenda kwa waganga, wewe unaenda kupata huduma kwa waganga. Na kuna watu wanasikiliza sasa hivi wamevaa ilizi. Wanazoea sana. Yaani wewe kama ulivyovaa ilizi hivyo, umevaa nini? Ilizi. Umevaa ilizi. Kama wewe unavyofunga ilizi za kwako, sisi tunatembea katika nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wakifika mahali fulani mganga anawaambia unaingia kinyume hivi. Bwana asifiwe sana. Sisi, haleluya. Sisi tunaingia, Biblia inasema mahali pale ambapo nyayo zenu zitakanyaga na mimi nimewapatia. Haleluya. Kwa hiyo wakati wao wanaingia kinyume hivi, sisi tunaingia mahali pale nyayo zetu zilipokanyaga Bwana amepatia. Bwana asifiwe. Lazima uelewe nguvu ya madhabahu. Jamani, ulimwengu wa roho ni ulimwengu ulio halisi. Na ni lazima katika maisha yako haya unayoishi kwa kimwili, ni lazima ujifunze kuingia na kutoka katika ulimwengu wa roho. Sio waganga na wachawi tu ambao wana uwezo wa kuingia na kutoka katika ulimwengu wa roho. Hata sisi walokole ambao tumejazwa Roho Mtakatifu, ni lazima tujifunze kuingia na kutoka katika ulimwengu wa roho. Watu wanielewe ninachozungumza. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa tukaje kama sisi tunasema tuna nguvu, mbona waganga wanaweza wakaruka, wakapaa, wachawi wakatoka sehemu moja wakaenda sehemu nyingine? Unasoma maandiko wewe? Unasoma maandiko? Ulishasoma habari za mtu mmoja anaitwa Filipo? Bwana asifiwe sana. Yeye alipata Filipo baada ya kuwa amemhubiria yule towashi kutoka katika nchi ya Misri. Alipomaliza injili, Filipo akawaza akasema, ninatamani niwe mahali fulani. Kwa mfano alikuwa hapa Moshi, alafu anawaza kama ningepata kitu cha kunifikisha Dar es Salaam sasa hivi. Alafu Biblia inatuambia Filipo akapotea na immediately akaonekana Dar es Salaam. Bwana asifiwe sana. Huyo ni ulimwengu ambao tunaweza tukatembea kwao. Mimi wanawashangaa watu, watu wakiona miujiza mikubwa imetendeka kwa Mungu, watu wanaweza kusema huyu
mchawi, anatumia Freemason. Sikiliza, hujaelewa nguvu ya madhabahu. Oh, haleluya! Kile kinachotendeka katika ulimwengu wa giza tunaweza tukakifanya katika ulimwengu wa damu na nyama. Vile ambavyo wanatengeneza pesa katika ulimwengu wa giza, tunaweza tukatengeneza pesa katika ulimwengu wa damu na nyama. Oh, haleluya! Nazungumza nguvu ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni anielewi. Hivi ulishawahi kujiuliza, unakutana mtu mwenye pepo, nazungumza naye namna hii, alafu mtu analipuka mapepo? Ulishawahi kujiuliza? Wala wenda kwa waganga wa kienyeji, najua wanapiga vingoma, wanapiga na wimbo na mtu anapandisha. The same inatokea ndani ya kanisa wakati tunaimba na uwezo wa Mungu unakuja, kwa sababu tunaihudumia madhabahu ya Mungu ni hai. Pepo lazima ziibuke, pepo lazima ziibuke, maana tunazungumza nguvu ya madhabahu. Ni watu wamelewa. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema sitaki kuwa mhubiri, ngoja niwe mwalimu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nataka niseme hiki na uandike ya kwamba madhabahu ina uwezo wa kufungua mlango au wa Mungu au wa shetani katika maisha yako. Kama una madhabahu ya Mungu, madhabahu ina uwezo wa kufungulia mlango. Kama una madhabahu ya shetani, madhabahu inaweza ikakufungulia mlango wa shetani. Bwana asifiwe. Oh, mchungaji, katika biashara yangu, katika kazi yangu, wale nilogaroga hawa, waloge na wewe. Wao wanakuloga kwa dawa, sisi tunaloga kwa maneno. Halo. Hivi unataka kujua kwamba wale tunaloga kwa maneno? Unafika mahali unasema, Mungu ananiambia popote nitakapoweka mikono yangu nitafanikiwa. Ninakutamkia wewe biashara ndio kwa ya kwamba wiki hii ni mwisho kukaa katika duka langu. Unatakiwa kuhusika katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo madhabahu ina uwezo wa kufungulia mlango wa Mungu au wa shetani katika ulimwengu wa roho. Madhabahu ina uwezo. Na mlango unapofunguka unasababisha au mapepo kuja kama ni madhabahu ya shetani, au malaika kuja kama ni madhabahu ya Mungu. Na ndio maana kuna watu fulani kwenye dini fulani wanaamini hivi ya kwamba kuna majini mazuri na majini mabaya. Wakati sisi kwetu yote ni mapepo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ujaye kukuta mbibi anakwambia hivyo, njoo nikwambia, alafu anakupa kitu, anasema hiki kiende kikakulinde. Alipokupatia kuni pepo fulani ili likakulinde. Sisi tunapokuja kwa Mungu, Waebrania sura ya kwanza kuanzia mstari wa 9, anasema na sisi tunapewa malaika wa kutuhudumia. Yaani kama yeye alivyo na jini la kulinda, wewe una malaika wa kulinda. Mimi sisi kama mnaelewa nini watu? Bwana asifiwe sana. Nini yule alienda kwa ganga akaogeshwa, na wewe unaenda kwa Mungu wako. Kaogeshwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Yaani kitu kama hicho kutunishiana misuli tunatunishana. Na ukijua haya ninayozungumza mwana wa Mungu, utatishwa, utaogopeshwa mahali popote. Bwana asifiwe sana. Siku moja nikakutana na mtu mmoja, ananiambia mchungaji, nimepandishwa cheo lakini katika ile ofisi siwezi kuingia maana yule mtu alikuwa mshirikina kweli. Mchungaji, nataka uje katika ofisi yangu uombe ili ndio niingie. Wewe umepotea step. Wewe unatakiwa tukube hiyo madhabahu ya kwako uimarishe. Hata kama alikuwa anaroga, amekuja mlosi mwingine. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ujaye kukutana yule mchawi alikuwa anaitwa Bayona. Namkumbuka yule mchawi Bayona. Alipoiona miujiza iliyotendeka kwa mikono ya Paulo na wale mitume wengine, akasema namna hii sijawahi kuona, niwape shilingi ngapi ili niongezee nguvu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni lazima
wa Mungu kujenga na unajenga madhabahu ya namna gani? Nataka uandike jambo hili pia ya kwamba mwanadamu na Mungu au mwanadamu na shetani, mwanadamu na Mungu au mwanadamu na shetani, au mwanadamu na nguvu za Mungu au mwanadamu na nguvu za shetani huwa wanakutana katika madhabahu. Mwanadamu na Mungu au mwanadamu na shetani au mwanadamu na nguvu za Mungu au mwanadamu na nguvu za shetani huwa wanakutana katika madhabahu. Kwa maneno mengine, katika madhabahu ni mahali ambapo ulimwengu wa roho unakutana na ulimwengu wa Mungu. Tuko wote? Jamani, tuko wote? Usibaki nyuma. Hebu mimi yangu usibaki nyuma. Nenda na mchungaji. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Angalia kitabu cha Kutoka, nirudi nisome pale. Kutoka sura ya 29 mstari wa 38. Kutoka 29 mstari wa 38. Kutoka 29 mstari wa 38. 29 mstari wa 38. Anasemaje? Anasema basi sadaka utakazozitoa, huyu ni Mungu anamwambia Musa, sadaka utakayetoa juu ya madhabahu hizi, wana kondoo, atakuwa ni mwana kondoo wa mwaka mmoja, ambaye ni wa mwaka mmoja, wawili, siku baada ya siku, daima. Nenda mstari wa 42 anasema ndio itakuwa ni sadaka kuteketezwa milele. Huyo sadaka ukishamtoa atakuwa ni sadaka ya kuteketezwa milele katika vizazi vyenu vyote, malangoni pa ile hema ya kukutania, mbele ya Bwana, mbele za Bwana. Hapo ndipo nitakapokutana nanyi. Sikiza, Mungu anasema na mimi nitakuwa nakutana na wewe kwenye hiyo madhabahu, ili ninene na wewe hapo, ili niseme na wewe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo madhabahu ni mahali ambapo Mungu anakutana na wewe ili aseme na wewe. Tuko wote? Jamani, tuko wote? Tuko wote jamani? Nawauliza, tuko wote? Nawauliza, tuko wote? Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu huwa anakutana na watu katika madhabahu. Nisomee mbele katika kitabu cha Kutoka sura ya 29. Ndio kwa ninasoma. Soma ule mstari wa 43. 43 unasema? 43. Ndio. Alafu yarudi nifungulie Zaburi ya 105 mstari wa 15 na 16. Anasema ndio Kutoka sura ya 29 mstari wa 43 anasema nami nitakutana na wana wa Israeli hapo. Anasema Mungu, mimi nitakutana na wana wa Israeli juu ya madhabahu. Na hiyo hema itafanywa katikati, itafanywa takatifu na utukufu. Sikiliza, ninapokutana na wewe katika hiyo madhabahu ndio hema inakuwa takatifu. Kwa hiyo kwa maneno mengine, madhabahu ndio inasababisha utakaso katika maisha yetu. Tuko wote mpaka? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa mchungaji, kwa nini ni muhimu sana kuwa na madhabahu? Kwa nini ni muhimu sana kuwa na madhabahu? Na kuhakikisha ya kwamba madhabahu yangu ninaihudumia. Kwa nini ni muhimu sana kuwa na madhabahu? Na kuhakikisha kwamba madhabahu yangu ninaihudumia. Ni muhimu sana kuwa na madhabahu na ukaihudumia madhabahu yako, kwa sababu madhabahu yoyote isiyohudumiwa huwa inavunjika. Kama unaandika hivi, kwa nini ni muhimu kuwa na madhabahu na ukaihudumia madhabahu yako? Kwa sababu madhabahu yoyote isiyohudumiwa huwa inavunjika. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kitabu kile cha Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 30, mahali tulipoanzia Biblia inatuambia na Elia akaijenga tena madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Kwa nini madhabahu ilivunjika? Kwa sababu taifa la Israeli, tunajua kitabu cha Kutoka, Mungu alimwambia Musa, akamwambia nimekuita uende ukanifanyie ibada. Kwa hiyo wakaanza kujenga madhabahu kwa Mungu wetu. Lakini walipoenda mbali sana, wakafika mahali wakaanza kuabudu mabaali. Wakaanza kuabudu miungu mingine. Kitendo cha kuanza kuabudu miungu mingine, wakawa wanaivunja madhabahu ya Mungu. Kwa hiyo Elia alipokuja, akasema hatuwezi tukaziona nguvu za Mungu hapa mpaka tumejenga tena madhabahu.
Kwa hiyo akatafuta watu 12 akajenga madhabahu. Kwa hiyo madhabahu zinapokosa watu wa kuzihudumia zinavunjika. Unaposhindwa kuhudumia madhabahu yako inavunjika. Na madhabahu inahudumiwaje? Vitu vikubwa vitatu. Hapo mbeleni tutavigawanya vitakuwa vinne. Cha kwanza, unaihudumia madhabahu kwa sadaka. Hakuna namna yoyote madhabahu yako ikawa na nguvu bila sadaka. Na hapa ndio wahubiri sisi tunakuwa majambazi. Ngoja niseme na wahubiri wenzangu hapa. Leo swala la sadaka tumeitumia madhabahu kama chombo cha kujinufaisha. Bwana asifiwe. Kwa hiyo cha kwanza, unaihudumia madhabahu kwa sadaka. Namba 2, unaihudumia madhabahu kwa sala na maombi. Madhabahu inahudumiwa kwa sala na nini jamani? Cha tatu, madhabahu inahudumiwa kwa ibada. Ibada. Sasa nikizungumza ibada, unajua ya kwamba ibada ni zaidi ya sala na maombi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivi vitu vitatu ni lazima uvitoe katika madhabahu yako. Bwana asifiwe. Tuko wote mpaka hapo? Tuko wote mpaka hapo? Nasema tuko wote mpaka hapo? Kwa hiyo madhabahu yako kama utoe hivyo vitu katika madhabahu yako lazima itavunjika tu. Sasa kama kuzungumza haya mambo kwa kina, utanielewa nina maana gani ninaposema sala na maombi, na maana gani ninaposema sadaka, na maana gani ninaposema ibada. Nitakuja kuzungumza kidogo hapo mbele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka niseme leo andiko moja ambalo wengi tumekuwa tukilichukulia vibaya. Tulikuwa pamoja na Zaburi ya 105 mstari wa 15 na 16. Nisome hili. Anasema Zaburi 105 mstari wa 15 na 16. Anasema akasema msiwaguse masihi wangu, msiwaguse masihi wangu, wala msiwadharau nabii zangu, wala msiwadharau nabii wangu. Akaiita njaa iingilie nchi, akakiharibu chakula chote walichokitegemea. Bwana asifiwe sana. Watu wengi sana huwa wanasema usiwaguse masihi wa Bwana, lakini leo nataka nizungumze jambo hili. Huyu mtu unapomsema huyu ni masihi wa Bwana, maana yake ni nini? Masihi wa Bwana ni mtu aliye na madhabahu ya nguvu katika Mungu aliye hapa. Hata kama umeokoka lakini hauna madhabahu kwa nguvu, tutakugusa na hakuwa na athari yoyote. Unagusika vizuri sana. Na haya mambo sio mambo ya porojo. Ana watu wengine wanadhani nikishaokoka basi kila kitu kimekuwa sawa. Sio sawa. Kuokoka ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni kuanza kujenga kitu madhabahu. Vile ulivyokuwa unaishi kabla hujaokoka kwa shetani, inabidi kuishi kwa nguvu ile baada ya kuokoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunasema huyu mtu ni mpako mafuta wa Bwana, au kwa Kiingereza an anointed man of God. This means ina maana ni mtu aliye na madhabahu ya nguvu. Hao ndio Biblia inatuambia usiwaguse. Ukimgusa mtu mwenye madhabahu ya nguvu, njaa ni haki yako. Ukame ni haki yako. Kupigwa mateso ni haki yako. Kwa sababu hujamgusa yeye, umeigusa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na ndio maana ni vizuri sana kuelewa kabla hujaamua kuanza kumsema mtu, kabla hujaamua kuanza kufungua kinywa chako na kutamka tu maneno, ni vizuri sana kujua unadili na nani. Ni vizuri sana kuelewa. Maana kuna watu wengine kwa nje, nimesema hivi, madhabahu ni kitu cha kiroho ambacho kina ushahidi katika namna yake. Kwa namna nyingine inawezekana isionekane, lakini roho ipo. Unaweza kuwa unadili na mtu ambaye ana nguvu, yani kama unadili na mtu mwenye bomu la nyuklia. Likikulipukia huwa unapotea, unakuwa unafanya nini? Unayeyuka na kuwa mavumbi.
unapotezwa. Kuna watu ukiwagusa unapotea. Na lazima ujue. Ndio maana wanawaambia watu tunaweza tukawa aged but not invisible. Tunaweza tukawa na umri sawa, tukawa na magari yanayofanana, tunaweza tukawa na nyumba zinazofanana, lakini hatufanani. Bwana sasa kuna watu ni mashine nyingine. Bwana sasa wabidi mlako mashine nyingine. Bwana sasa kama ziko zile mashine za kuvunja mawe na ziko mashine za kufyatua matofali, sasa hizi zinaweza kuwa ni mashine zote, lakini kila mmoja ina kazi yake na uadilifu wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tuko wote jamani? Tuko wote? Mnanipata mpaka hapo? Kwa hiyo kuna watu ukiwagusa njaa inakuhusu. Ulikuwa unaenda vizuri, alafu ghafla utashangaa mambo yako yote yanaanza kuharibika. Unasema nini? Umemgusa mtu ambaye ana madhabahu yenye nguvu kuliko wewe. Yaani ni kama vile wewe niseme kibinadamu. Jamani niseme kibinadamu. Sinazungumza na Waafrika wenzangu. Unakumbuka walikuwa ukiingia kijijini kwenda wanakwambia ile nyumba ile mzee fulani hakikisha asikuone. Akikuona hutarudi mjini. Unakumbuka hizo? Kijiji kizima kilimwogopa kwa sababu ya nguvu ya madhabahu. Sasa the same iko katika ulimwengu kwa Mungu wetu. Kuna watu ni mashine nyingine. Don't mess with them. Usicheze nao njaa itakuhusu. Bwana sasa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa sio swala la title. Huyu ni mchungaji, nabii, profeti. Sio swala la title. Tunazungumza nguvu ya madhabahu. Bwana sasa. Bwana asifiwe. Tuko wote mpaka hapo jamani? Mnanipata mpaka hapo? Unanipata mpaka hapo? Kwa hiyo lazima ulielewe hilo jambo. Kwa hiyo kuna watu huwezi ukawagusa kwa sababu ya nguvu ambayo Mungu amewapatia. Na nguvu ya mtu yeyote, kama nilivyosema, nguvu ya mtu yeyote ni madhabahu alionayo. Nguvu ya mtu yeyote ni madhabahu alionayo. Ngoja nikuonyeshe kimaandiko. Fungua pamoja nami Herudi kusomea Wafalme wa pili sura ya 3 mstari wa 24. Wafalme wa pili sura ya 3 na mstari wa 24. Alafu Ben nifungulie Kumbukumbu la Torati sura ya 15 mstari wa 21. Wafalme wa pili tusome sura ya 3. Wafalme wa pili sura ya 3 mstari wa 24 tusome mpaka 27. Anasemaje? Hata walipokuja matuoni kwa Israeli. Waisraeli wakainuka wakawapiga Moabu. Sikiliza, hao ni wa Moabu waliinua kichwa wakasema ngoja tukapigana na nani? Na Israeli. Kwa hiyo wakatoka huko na silaha zao wakaja mpaka katika kambi ya Israeli. Walipofika ili wapigane nao, Israeli akainuka ili awarudi wa Moabu. Hata wakawapiga mbele yao. Israeli alimpiga Moabu kipigo cha mbwa. Wakaendelea wakiwapiga mpaka nyumbani kwao. Wakaibomoa ile miji. Wakabomoa miji yote ya Moabu. Wakatupa katika kila mahali palipopita. Wakaenda mahali walipochimba visima. Kila mtu jiwe lake. Akatupa jiwe kufunika visima vyote. Wakapajaza. Wakaziba visima vyote za maji. Wakaikata miti yote iliyo mizuri. Miti yote iliyokuwa mizuri ya Moabu wakakata. Mpaka katika Keri Haraseti. Wakaenda mpaka katika msitu wao mkubwa wakaufyekelea mbali. Wakayasaza mawe yake. Ila wenye kombeo wakauzunguka wakaupiga. Wakauzunguka na mji wakaupiga. Naye mfalme wa Moabu alipoona. Sikiliza. Naomba unielewe vizuri. Israeli yuko hapa nyumbani paka amekaa. Si ndio? Moabu akatoka huko mpaka akasema ngoja nikamkomesha, akaenda akamchokoza Israeli. Israeli akamwambia uniue. Akainuka Israeli, akampiga, akamrudisha kwake, akateka na mji wake, akaenda na miji yote, akateka. Kila kitu kilipoisha, huyu mfalme wa Moabu akasema kwa nini kupiga hivi? Akafanya. Naye mfalme wa Moabu alipoona ya kwamba ameshindwa vitani, alikuwa pamoja naye watu 700. Akachukua watu 700 huyu mfalme wa Moabu wenye kuvuta upanga, ambao walikuwa ni mashujaa,
ili wapenye hata kwa mfalme wa Edomu, wampige mfalme wa Israeli, wala hawakumiliki. lakini wakati walivyoshindana, yule mfalme wa Moabu anajaribu kupigana vita, haiendi. Israeli ana nguvu, kwa nini ana nguvu? Madhabahu yake ina nguvu. Bwana asifiwe sana. Si mnajua Israeli ana madhabahu ya Mungu aliye hai, si ndio? Kwa hiyo Biblia inasema hiyo usimguse. Kwa hiyo hakuwa anaruhusiwa kuguswa. 27. Ndipo akamtoa mwanao wa kwanza. Huyu mfalme wa Moabu akasema, kuna kitu nitakifanya. Yeye ambaye akamchukua taratibu, akamchukua mtoto wake aliyemzaa. Bwana asifiwe sana. Yeye ambaye ndiye alikuwa mrithi wake akifa, akamfanyaje? Akamtoa awe sadaka kuteketezwa, akampeleka katika madhabahu sio ya Mungu. Huyu mfalme wa Moabu akampeleka kwenye madhabahu ya kipepo, akamchinja mtoto wake, akamtoa sadaka kuteketezwa. Nini kikatokea? Juu ya ukuta ukawa hasira kuu ya Israeli. Sikiliza, alipofanya hivyo mapepo yakapata nguvu, kukawa na hasira kuu juu ya Israeli. Nini kikatokea? Basi wakatoka kwake, wakarudi kwenda nchi yao wenyewe, wakawapiga Israeli, wakarudi kwenda nchi yao. Kwa hiyo mfalme wa Moabu alishinda ile vita kwa sababu tu ya sadaka ya mtoto wake. Bwana sasa. Sasa wewe unakuja hapa kanisani, au mchungaji, ninahitaji utajiri, sadaka yako shilingi 1000, sadaka yako shilingi 10,000. Ukitoa unasema nimetoa sana, ilani yako unaifanyia biashara pale, kamtoa mama yake. Mchungaji, kwa nini sipenyi? Kwa nini sipenyi? Hakupendi kwa sababu jamaa limesimamisha madhabahu yenye nguvu. Wale wanaondoa ujinga fulani kwenye akili za kilokole. Niondoe ujinga fulani. Kuna watu wana akili za kijinga. Hebu sema akili za kijinga. Wanadhani wakitoa sadaka wanamsaidia mchungaji. Acha kutoa sadaka kama msaada. Bwana sasa, sadaka sio msaada. Yule mchungaji ameanza kazi ya Mungu, ngoja nimsupport. Unachukua shilingi 5,000 unasema ngoja nimpatie huyu kaka, msaidie siku 3. Acha kutoa sadaka kama msaada. Ujue unachofanya. Sadaka haijawahi kuwa msaada. Na leo tutazungumza kidogo aina mbili za sadaka. Bwana hapa mbele nazungumza aina mbili za sadaka. Bwana sasa. Maana kuna watu wengine wakiweka ahadi wanajua wameahidi kwa Bwana Bison. Kwa hiyo wanasubiri Bwana Bison ashike microphone hapa. Mbeleze jamani, vile vya ahadi vya mwaka juzi, mlimaliza na mwaka jana, mlimaliza jamani nina Bwana asifiwe. Yaani kupigwa utapigwa tu. Kwa utoaji huo lazima utakumbuka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mfalme wa Moabu akatoa mtoto. Hivi umeshawahi kujiuliza sadaka ya mtoto? Sasa mimi nimtoe sadaka nyingi za mtoto. Bila naweza kuambia hivi sadaka, nataka nikuonyeshe nguvu ya sadaka. Kutoa sadaka kama msaada. Acha kutoa sadaka kama change. Acha kutoa sadaka kama masalia, masazo. Sasa watu wakisema hivi, sema ameanza ana shida ya hela hapa. Ninazungumza labda kuimarisha madhabahu yako. Unataka kutoa shauri yako, baki karagabao. Baki mwenyewe. Sisi tunaenda. Bwana sasa. Maana mtoaji wa kwanza unatakiwa kuwa mtu gani? Na ndio maana hujawahi kunisikia ninang'ang'ana kifedha na sawa kung'ang'ana kifedha. Uchumi ubadilike, upande ushuke, kichwa juu kichwa chini, wana wa haki. Sisi tunasonga mbele. Bwana sasa kwa sababu oh my God. Uchumi wetu hautegemeani na uchumi wa nchi tulizo. Uchumi wetu unategemeana na madhabahu niliyojenga kwa Mungu wangu. Wanazungumza. Watu wengine ukizungumza hivi hawakuelewa. Bwana sasa sadaka ni lazima
Sadaka yako ni lazima iwe special kama unataka kuibadilisha madhabahu. Wale watu ambao kabla hawajaokoka hapa, unajua watu wengine wakati mwingine tukizungumza mambo ya kiroho haya, watu wengine wanatuchosha tu bure. Wewe mwenyewe unajua kabla hujaokoka ulipokuwa unaenda kwa kina Kalamanzira. Unajua majogoo yaliyokwenda. Mbuzi ulizopeleka. Kazi ya yeye kule, wanakwambia leta beberu nyeusi. Ulisaka, ulitembea vijiji vyote unatafuta beberu nyeusi lisilokuwa na doa. Ulipata kulipata. Bwana sasa. Hivi ulishajiuliza? Ndio watu wakati hapa ndio wahubiri wanatushindaga hapa wahubiri wote. Mhubiri anakuambia maneno kama haya. Alafu anakuambia shida iko wapi? Mimi ningekwambia kuja kuniona ukaja na laki mbili. Shida iko. Kama nilikuwa kuhani wa shetani na mimi kuhani wa Mungu aliye hai, lakini ndivyo tulivyoitwa kufanya. Hapana. Hatujaitwa kufanya hivyo. Bwana sasa. Lakini wanasimama katika msingi wa kuielewa madhabahu. Mchungaji, sasa mbona tukitoa kwao yanatendeka ndio kwa sababu umetii sheria ya madhabahu. Kinachotekeleza uponyaji, miujiza na matendo ya Mungu. Sio chochote kinachotekeleza ni kwa sababu umetii. You have obeyed the law of the altar. Nimekwambia shetani anaweza akaponya na Mungu anaweza akaponya. Kinachoponya ni nini? Nguvu ya madhabahu. Mnakumbuka mtu mmoja anaitwa Mfalme Sauli? Alijaribu kumfuatilia Mungu akashindikana, akaenda kutafuta kwa mganga wa kienyeji. Akimtaka nani? Samuel. Alitoka Samuel hapo. Alisema mzimu wa Samuel ndio ukasema na ule asema alikuwa ya Mungu ya kweli. Bwana asifiwe. Samuel anafikiria anasema, "Kwa nini unanitaabisha mimi nimepumzika?" Madhabahu imepewa sadaka ya kutosha. Iko responsible kumfukua yeyote bila alipo hajasema. Bwana sasa. Sasa unakuta mimi wahubiri vita ambao zimefyatuka. Hapa unakusanya hela za kutosha. Ndio mtu anakuambia kuja kuniona mimi shilingi 200,000. Ametamka nguvu ya madhabahu na anasema kwa maandiko haya wanatoa. Bwana sasa. Alafu anasema na neno la Samueli wa kwanza sura ya 10. Wakati Sauli alitaka kwenda kumuona Samueli, akasema kuna mwonaji yote mahali hapa, tutamuonaje mwonaji bila kuwa na chochote mkononi? Bwana anasema huwezi kumuona na bila kuwa na chochote mkononi. Which is true. Amani sawa. Ili ndipo ukitumia naweza nikaponya au nikaua. Bwana sasa. Mimi nazungumza kuimarisha madhabahu ambayo Mungu amekupatia. Bwana sasa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa angalia katika Kumbukumbu la Torati sura ya 15 mstari 21 mbele. Nasema. Alafu nisomee Rudi Walawi, mambo ya Walawi sura ya 22 mstari 20. Tusome sasa Kumbukumbu la Torati 15:21 uone kwamba katika madhabahu Mungu hakuwahi kuruhusu kutoa sadaka iliyo dhaifu. Anasema, lakini akiwa na kilema. Anasema sadaka yote iliyo na kilema, akichechea, akiwa anachechemea, au akiwa kipofu, au akiwa ni kipofu, au mwenye kilema kibaya chochote, au kilema kibiongo chochote, usimsogezee Bwana Mungu wako. Usimtolee Bwana Mungu wako kama sadaka. Kwa hiyo tumeni mambo ya Israeli. Kumbe kama mchungaji tunaweza tukaamua aina za sadaka ambazo mlete madhabahuni. Tukianza kufanya hivyo, wasema wachungaji wa siku hizi wamekuwa wachungaji wa kidumia. Lakini wakati mwingine tunashinda kuzitii sheria za kimadhabahu. Hebu nisomee kutoka sura ya 25. Kutoka sura ya 25. Nisomee mstari wa kwanza mpaka wa 4 hapo. Kutoka 25. Mstari wa kwanza mpaka wa 4. Ndio. Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli, kwamba wanitolee sadaka. Kila mtu ambaye moyo wake yeyote ambaye moyo wake unampa kutoa. Alafu baada Mungu anaambia waambie wanitolee sadaka.
ila moyo unapotaka kutoa. Mstari wa pili anasemaje? Mstari wa 3. Sadaka anasema ukishaamua kutoa sadaka utakwenda kidogo. Ukishaamua kwamba natoa sadaka, utoi unavyojisikia. Mungu akaisema sadaka anaitaka. Lipi hiyo? Sadaka utakayoipokea mikononi mwao. Sadaka unayomsikia kuipokea mikononi mwao ni hii. Dhahabu na fedha na shaba na nyuzi za rangi ya samawi. Ndio zilikuwa nyuzi bora kwa wakati huo. Na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na nguo za kitani safi, sio kitani kilichotoka, kitani safi. Na singa za mbuzi na ngozi za kondoo. Ukiendelea kwa mbele sana yule utaona unga mwembamba safi, mafuta safi. Sasa swala la kwamba naenda kutoa au usitoi, ukishasema kutoa ni uchaguzi wako, kwamba nataka kuihudumia madhabahu yangu kwa sadaka. Tuko wapi jamani? Ukishasema nataka kutoa sadaka katika madhabahu, utoi unavyojisikia, unatoa kwa sheria ya madhabahu. Na sheria ya madhabahu ni usimletee Mungu kitu kilicho kinyonge. Bwana asifiwe. Nimekuwa makini sana inapokuja kwenye swala la utoaji. Bwana sema nimejifunza kumtolea Mungu the best. Hainisumbui kufunga account mimi nikatoa hela yote kwenye benki hapo tunamdaiwa Mungu. Naweza kutoa fulani aliyeniambia nikatoa na nimesikia siku moja leo kutoa na ajenda fulani. Sitoi sili kwa sababu siishi kwa sababu ya nilichonacho mbele. Siishi kwa sababu ya kile ninachokifanyia kazi. Ninaishi kwa sababu anataka niendelee kuishi. Kwa nini una maisha magumu? Umeangalia ulichonacho mfukoni. Kwa nini una maisha magumu? Umehifadhi kwa ajili ya kesho yako. Ujawahi kusoma maneno haya? Mathayo Mtakatifu sura ya 6 mstari wa 31 anasema 6:31. Wewe kimbia. 6:31. Mathayo 6:31. Anasema hivi. Msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana yote matendo kwa sababu haya yote hata wasiokuwa na Mungu wanayasumbukia. Kwa sababu Baba yenu wa mbinguni, ila Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mahitaji hayo yote. Anajua kwamba haya yote hata usipoyaomba ni haki yako kula. Yaani as long as unaishi katika dunia hii ni haki yako bei kula. Ni haki yako kuvaa. Unaweza usivae the best clothes, usivae nguo hiyo bora, lakini umevaa. Kwa sababu provision ya kwanza, kitu cha kwanza Mungu alichokitoa alipomfukuza Adamu katika bustani ya Edeni, alihakikisha Adamu alipokuja amevika. Kwa hiyo kazi ya Mungu kuvika, sio kazi yako. Shida yako unang'ang'ana leo kwa sababu umejua kwamba it is my concern. Ni jambo linalohusika na mimi, nitavaa nini? Nitakapokisha kifanya ni ya kwako, Mungu anakusogeza pembeni. Ukisha ifanya ni kazi yake, anahusika mwenyewe. Azawadi. Hapa sasa ngapi? 63. Bali mtafuteni kwanza. Lakini tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Na hayo yote mtazidishiwa. Alipopaswa tafuteni ufalme wake na haki yake. Hakuwa anazungumza kufunga hapa. Hakuwa anazungumza kuomba hapa. Alikuwa anasema tutafute ufalme wake kwa kutoa kwanza. Alafu hayo mengine mtazidishiwa. Ina maana inapokuja the matter ya kutoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu, hatutaki kujiuliza swali. Maadamu nimemsikia toa, mtakula nini? Anajisumbukia mwenyewe. Sasa watu tuambia hivi, wanasema anataka pesa. Watu tuambia hivi, wanasema sijui nini. Mimi nakwambia kanuni zinazoongoza ufalme na fedha. Na ndio maana kuna wakati mwingine hata watu wakianza kuuliza hiyo pesa unayo wewe unaipataje? Sina majibu. Nilichojifunza, nimetii kanuni ya ufalme ya utoaji. Nikitii kanuni ya utoaji ya ufalme. Huyu binti yangu hapa, wiki kama mbili zilizopita ametoa tiketi 2 za ndege za kusafiri. Huyu kanuni ya utoaji. Kila mmoja anashindana, basi tumia kwangu, ndio lazima tumisafishe. Hana majibu. Hiyo hela ya kununua tiketi kutoa, hana majibu, hawezi kukuelezea. Ila mbingu imehusika kutoa. Bwana asifiwe.
Haleluya. Tuko wote jamani. Unanipata sawa sawa? Nisomee Walawi sura ya 22 mstari wa 20. Walawi sura ya 22 mstari wa 20. mstari wa 20. Ndio. Lakini ndio mnyama yeyote aliye na kilema, msimtoe kama sadaka, kwa kuwa hakakubaliwa kwa ajili yenu. Hakakubaliwa kwa ajili yenu. Leo watakatifu wa Mungu tunatoa vitu vinyonge katika madhabahu zetu, alafu tunataka tushindane na watu ambao wanatoa vitu vyenye nguvu. Madhabahu inahitaji kitu chenye nguvu na sio kitu kinyonge. Kuna watu hapa wanakimbizana. Ukiwakuta saa 7 mchana wanaenda kufanya sala zao, hapa nje ya kuingutu na fedha hawaipokei. Wanasema subiri saa 8. Na kwa sababu ya nguvu ya madhabahu yao wamebadilisha hata muda wa kazi. Nani aliwaambia kwamba ni lazima saa 7 tufunge maduka? Ila madhabahu zao zimeamua. Saa 7 mnafunga mfungo. Na wewe mnafunga mfungo. Wewe unakuja unajaa roho unashangalika shamba hapa cycle nenda kwa mtu wa dini hiyo sasa. Hata ukimkuta mtu anakuambia bwana naenda kusaka ila mtafungua sana. Njoo sana. Hasa sana ile anasema I don't care. Sasa hivi ni saa ya ibada yake imeamua mpaka ratiba za kazi. Ibada zao zinaamua mpaka ratiba hata za maofisi na taasisi. Alafu wananiambia madhabahu ni kitu cha kudharau. Inabidi tu wewe na Mungu wako saa hiyo upange ni muda wako wa kwenda lunch. Hamjapanga muda wako wa kwenda lunch sasa. Anawauliza hamjapanga. Unaenda kushindilia machips. Wenzako wanaenda kuimarisha madhabahu. Alafu unategemea kwamba kuna siku utaendelea kuwa mkono wake. Bwana asifiwe. Mimi nawafundisha kanuni zitakazoondoa mambo zetu. Biblia inasema mahali fulani, haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo. Kama hamtaweza kurithi uzima wa milele. Wewe haki yako ya kitoto tu unategemea itampiku mtu mwenye madhabahu ya nguvu. Haiendi hivyo. Haiendi hivyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Katika kile kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 3 mstari wa 24 tumeona ya kwamba huyu mfalme wa Moabu alijifunza kuihamisha vita kutoka katika ulimwengu wa damu na nyama akaipeleka katika ulimwengu wa roho. Mchungaji, ninapigana vita ambayo najikuta kwamba siwezi kutoka. Ninafanyaje mchungaji? Ihamishe kutoka katika ulimwengu wa damu na nyama ipeleke katika ulimwengu wa roho. Mchungaji, ninaihamishaje vita yangu kutoka ulimwengu wa damu na nyama kupeleka ulimwengu wa roho? Kupitia madhabahu. Mchungaji kuzungumza sana maandiko ya Agano la Kale. Afunga basi kwa kweli kwa Kristo. Ana nini tunataka maandiko ya Agano Jipya aje basi. Nadhani sina ya Agano Jipya. Kwa kweli kwa Kristo sura ya 10 mstari wa 3 kuanzia hapo. Nasema maana ingawa tunaenenda katika mwili. Hatufanyi vita kwa jinsi ya nini? Kwa sababu silaha zetu sio za jinsi ya nini? Mwili. Ila zina nini? Na uweza katika Mungu. Uweza katika Mungu kufanya nini? Hata kuangusha ngome. Kuangusha nini? Ngome. Tukiangusha mawazo na kila kitu chochote kijinuacho juu ya ile nani? Ya Mungu. Na tukiteka nyara fikra. Kila fikra ipate kumtii Kristo. Kwa hiyo lazima ujifunze kuhamisha vita kutoka katika damu na nyama uipeleke katika ulimwengu wa roho. Na namna pekee unavyohamisha vita kutoka katika ulimwengu wa damu na nyama kuipeleka katika ulimwengu wa roho ni kupitia madhabahu. Jambo limekushinda katika ulimwengu wa damu na nyama, lijifunze kuipeleka katika madhabahu. Unaipelekaje katika madhabahu? Kwa sala. Unaipeleka katika madhabahu kwa maombi. Unaipeleka katika madhabahu kwa ibada. Unaipeleka katika madhabahu kwa sadaka. Tumeona ninaomba siolewi, anza kutoa sadaka kwa ajili ya ndoa yako. Kuna mtu mmoja amesha kuendea kwa mganga wa kienyeji na akatoa. Yule binti asiolewa.
Wanasema mimi na Mungu nitaolewa tu. Nasubiri tu wakati wa Bwana. Wakati wa Bwana ulishafika. Badilisha vitu kutoka kwa nyama, nenda katika ulimwengu wa roho. Amina. Change the frequency. Nasema ni change the frequency. Bwana sasa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Namna pekee ya kushinda vita ulionayo ni kuihamisha kutoka katika damu na nyama. Mtu fulani yeye anakupiga kwa nje, anakutesa kwa nje, anakuonea kwa nje, usimjibu kwa maneno. Peleka kwenye madhabahu. Iache madhabahu usikanaye. Zaburi ya 105 mstari wa 15 inasema kwa sababu ameigusa madhabahu na ameigusa moto wa Bwana, amemgusa mpaka mafuta ya Bwana, njaa itahusika naye. Bwana sasa. Kuna vita vingine vya kitoto unishataka kupigana navyo. Bwana sasa nimejifunza kujua nguvu ya madhabahu. Na usiombe mtu aliyekuwa kwa mafuta na Bwana akakupeleka kwenye madhabahu yake. Maana yeye alitoa. Ama sasa wewe madhabahu naye kuhudumia na nione kama utakushughulikia. Ndio tutaelewana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jamani, kuna watu wanadhani haya nazungumza kutoka wapi? Hebu angalia pamoja nami kitabu cha Isaya. Hebu nisome Isaya sura ya 19 mstari wa 19 alafu Ben fungua Zakaria sura ya 8 mstari wa 20. Isaya. Nilisema niko full loaded. Hebu ambie ndio pastor yuko full loaded. Isaya sura ya 19 mstari wa 19 mpaka wa 21 alafu Ben nifungulie Zakaria sura ya 8. Lakini kabla yapo nifungulie Ben nifungulie Malaki sura ya 1 mstari wa 11. Malaki 1:11. Aya twende sana. Isaya 19:19 anasema Isaya 19:19 anasema katika siku hiyo itakuwepo madhabahu katika sasa. Angalia, anazungumza vitu vikubwa viwili hapa. Anasema patakuwa na madhabahu katika nchi ya Misri kwa Bwana, ambayo hii madhabahu itakuwa kwa Bwana na nguzo mpakani mwake, lakini pia patakuwa na nguzo mpakani mwake ambazo na hizi nguzo zote ziko kwa Bwana. Sasa nataka kueleza hapa kwamba Mungu anapozungumza habari ya madhabahu, lakini anapozungumza habari za nguzo anazungumza kitu kimoja. Jina jingine la madhabahu ni nguzo, ambapo ukisoma katika tafsiri ya Kiingereza anaziita monument hizi, si ndio? Yaani anaita zile sanamu zinazozonaga barabarani ndio zilikuwa nguzo. Na ndio maana ni muhimu sana kuelewa, sijui baada ya mwingine anasema, lakini wewe unasema Bwana sasa ni muhimu sana unapoingia katika mji wowote ukakuta walisimamisha nguzo. Tambua hawakuzisimamisha kwa bahati mbaya. Mahali pale ulimwengu wa roho huo umehusika. Na ukitaka kushughulikia mji wowote, niseme na wale ambao ni wachungaji wangu wanataka kwenda katika mji kwenda kushika miji. Ukitaka kushughulikia mji wowote, unashughulikia nguzo zilizosimamishwa katika mji. Oh, haleluya. Hizi ni siri nyingine za kijasusi. Bwana asifiwe. Kuna wakati kama mchungaji ni lazima ujifunze kuteremka ndani ya gari lako na kutembea kwa mguu tu mji, ili ukizungumzisha mji ardhi na nguzo. Bwana asifiwe. Wenzetu upande wa pili unawakutaga usiku saa 6 usiku, wako tena uchi, wanaizungumzisha ardhi. My Lord. Wenzako yuko uchi, anaisemesha ardhi, anaisemesha anga, anaisemesha hewa. Wewe umelala, alafu utategemea utaenda. Tukisema tukeshe, hata ukesha wewe huwa una sababu. Kesho nikitoka usiku nitaingia kazini, mwenzako anatoka katika kimwemwe hicho cha usiku na anaenda kazini.
nitawaambia. Bwana mnikumbushe, si ndio Mlifanyaje? Mnikumbushe, maana sasa hivi wako wengine redioni wanasikiliza, mimi sitaki. Bwana asifiwe. Sitaki kuleta ugomvi. Kwa hiyo nikitoka tu hewani mnikumbushe ili niwaambie. Bwana asifiwe sana. Hilo nikitoka tu. Baby, nikitoka na baby, nikitoka tu nikumbushe. Sawa? Nikumbushe. Nikumbushe niwaambie kwa habari ya madhabahu na saa. Wewe nikumbushe tu. Alafu nitakumbuka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunasema tusimamishe madhabahu, tusimamishe nguzo. 20 anasemaje? 20 anasema ndio. Nayo itakuwa ishara. Anasema hiyo madhabahu na hiyo nguzo itakuwa ishara. Na ushuhuda kwa Bwana wa majeshi. Na ushuhuda kwanza kwa Mungu wako. Katika nchi ya Misri. Katika nchi, kumbuka, hizi Mungu alikuwa anawaambia wasimamishe, hawakuwa wanasimamisha kwenye nchi ya Israeli. Wanasimamisha kwenye nchi ya Misri. Anachotuambia Mungu hivi, wewe kama mnasikiliza, utajiri wenu, mafanikio yenu yako katika nchi ya Misri. Yameshikwa katika nchi ya ugeni. Kwa hiyo kule zisimamishie madhabahu, simamishia nguzo. Ili iwe kumbusho kwa Bwana. Kwa maana ndio watamlilia Bwana kwa sababu ya watu waoneao. Anasema kwa sababu ya hizo nguzo na hizo madhabahu utamlilia Bwana kwa ajili ya watu wanaokuonea. Naye akawapelekea na Mungu atakuletea ukombozi. Asante. Madhabahu ndio inaleta ukombozi katika maisha yako. Sasa ninafundisha madhabahu katika namna nyingine sana, kwa sababu najua kuna wahubiri wenzangu wanawafundisha watu vibaya kwa ajili ya hii madhabahu, si kwa lengo la kutaka kuwatoa watu katika vifungo vya adui, lakini kwa lengo la kutaka kujikusanyia fedha. Siko huko mimi. Mimi nakufundisha kwamba madhabahu ukiitumia vizuri inakuletea ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Inakuletea ukombozi. Kwa hiyo uwepo wako wa maombi, uwepo wa sadaka, uwepo wa ibada katika madhabahu yako itaachilia ukombozi katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Na madhabahu yako ikiwepo, hata wewe katika nchi ya ugeni kiasi gani, hata wewe kwenye nchi ya wachawi kiasi gani, Mungu wako atajulikana. Kwa hiyo lazima uinue madhabahu. Bwana asifiwe sana. Ukitaka Mungu wako ajulikane, inua madhabahu. Ndio maana wanawaambia watu, kwa mfano, inapokuja kwenye swala la Fountain Radio. Fountain Radio ni kitu kingine huwezi kushindana nacho. Kwa sababu hii ni madhabahu ya Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninajua wingi wa maombi na umbali niliokaa na Bwana mpaka kuizalisha. Kwa hiyo leo I'm not surprised. Leo sishangai kuona Fountain inafanya vile. Kwa sababu kabla haijawa katika ulimwengu wa damu na nyama ilishazaliwa rohoni. Ilikaa miaka 6 rohoni. Kwa hiyo ina umri mkubwa, miaka 6 rohoni. Leo ndio tunaingia mwaka wa 4. Tunamaliza mwaka wa 4. I'm not surprised kuona kinachotokea leo. Hatukuja tu na theme kuunganisha maisha yako na Kristo. Hii ilizaliwa kwenye maombi. Na nina maandiko na neno. Siku ikifika mahali Fountain ya unganishi maisha yako na Kristo, nitamuuliza Mungu mara mbili. Wewe unaniambia niweke kitu cha kuunganisha maisha yako na Kristo? Bwana aunganishe. Bwana asifiwe. Wewe lazima usalishe kitu kwa Mungu wako. Unataka kuwa na ndoa yenye amani kijana, ni lazima uizae kwenye roho kwanza. Mke wangu leo anitii, aniheshimu, ulimzaa kwenye roho. Kwani mwanamke mwenye anayekutii, anayekuheshimu na mzaa kwenye roho, mwanamume anayekupenda
Nikiona kanisa kubwa limesimama Dodoma, kesho sitakuwa surprise nikiona kanisa kubwa limesimama Iringa, kesho sitakuwa surprise nikiona kuna kanisa limesimama Dar es Salaam, limesimama Mwanza, limesimama Mbeya, limesimama sijui kokote linalosimama limezaliwa kwenye ulimwengu wa roho kwanza. Bwana na hapa ninapozungumza sasa hivi ulimwengu wa roho unakua na unataharuki. Unatakiwa mbingu kuhakikisha kwamba inazuia isiwe lakini iweze kufikia mtu mwenye nguvu. Wewe sasa ukilaaniwa na mtu mwenye madhabahu ya nguvu, unamhitaji mtu mwenye madhabahu ya nguvu zaidi yake ili kutengua maneno yake. Ameendelea na kuzungumza. Umeshawahi kusikia mtu kalaaniwa na mzazi wake? Zile laana alizopata. Kwa sababu mtu mwenye nguvu ili kutenguliwe ile inamhitaji mtu mwingine mwenye nguvu zaidi ya yule mzazi. Ili aitengue. Nisome Malaki 1:11. Alafu ndio tuende Zakaria 8:23. Malaki 1:11 anasema, ndio. Kwa maana tokea mawio ya jua hata machweo. Maana tokea mawio ya jua hata machweo. Jina langu ni kuu katika mataifa. Jina la Mungu wetu ni kuu katika mataifa. Na katika kila mahali. Na katika kila mahali unatolewa uvumba. Mungu anasema uvumba, yani Bwana asifiwe. Ufunuo Yohana 8:5 anapozungumza habari za uvumba, anazungumza habari za manukato, anazungumza habari za maombi, na maombi na uvumba havitolewi kwingine kote, vinatolewa katika madhabahu. Anasema kila mahali inatokea uvumba na manukato na dhabihu safi kwa jina langu. Kwa jina la Mungu wetu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni lazima ujifunze kutoa uvumba. Ni lazima ujifunze kutoa manukato. Na hii tumeambiwa si katika Ufunuo Yohana 8. Hebu nisome pale 8:5 nadhani. 8:5 nisome. 8:5. Na wasomesha maandiko. Anasema ndio. Na huyo malaika akakitwaa. Na huyo malaika akakitwaa chetezo. Akakijaza moto wa madhabahuni. Akatupa juu ya nchi. Akautupa juu ya nchi. Ukawa radi na sauti. Na umeme. Tetemeko la nchi. Na kuna wale wanasema uvumba ambao ni maombi ya watakatifu. Ni ngapi? Bwana amsoma Biblia ile. Hebu angalia 5:8. Kama sio 8:5 angalia 5:8. 8:4. Hebu nisome pale. 8:4. Anasema ndio. Na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu. Sio huo. 5:8. Hebu tuende 5:8. Sio hapo. Ndio. Anasema ndio hapo. Hata alipokitwaa kile kitabu hapo na hao wenye uhai 4 ndio na wale wazee 24 ndio wakaanguka mbele za Mungu, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato. Vitasa, madhabahu za dhahabu zilizojaa manukato, ambayo ndio maombi ya watakatifu. Kwa hiyo lazima uwe na madhabahu ambayo inatoa manukato, inajenga na kuimarisha madhabahu yako. Bwana asifiwe sana. Tuangalie Zakaria. Nisome pale Zakaria sura ya 8 mstari wa 23. Zakaria 8:23. Nisome pale chap. 8:23. Anasema ndio. Bwana wa majeshi asema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi. Siku hizo watu 10. Sikiliza, ngoja nimalizie hapo. Bwana asifiwe sana. Anasema Bwana wa majeshi asema hivi. Katika siku hizo za mwisho, ni nyakati hizo nazo sisi. Watu 10 wa lugha zote za mataifa. Wataushika upindo wa nguo yake. Wataishika upindo wa nguo yake aliye Mwisraeli. Myahudi. Naam. Wataushika wakisema. Tutakwenda pamoja nanyi. Maana tumesikia kwamba Mungu. Kwa kuwa tumesikia Mungu yuko pamoja nanyi. Walishika upindo wakijua, wakisema tunaenda pamoja na wewe kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watu waliokuwa ifike mahali watu watushike pindo. Wasema nataka kuambatana na wewe kwa sababu madhabahu yako ina nguvu. Bwana asifiwe sana. Sasa nimalizie kwa kusema hivi.
nimalizia kusema hivi, madhabahu yoyote ni mahali ambapo patatolewa matoleo ambayo ndio sadaka, si ndio? Na tunapozungumza habari za sadaka, sasa leo sio siku ambayo tunazungumza sadaka, lakini nimesikia roho tu akisisitiza anasema hivi, sadaka ziko za aina mbili. Kama mimi ninavyojua, sadaka ziko za aina mbili. Kuna sadaka ambayo inaitwa sadaka matoleo. Tuko wote? Alafu kuna sadaka ambayo inaitwa nadhiri. Sema matoleo na nadhiri. Sadaka ambayo ni matoleo ni ile sadaka iliyo katika uwezo wako. Jumapili nakuja katika ibada, nimepanga tatolea Mungu shilingi 5,000 leo. Matoleo. Leo napanga tatolea shilingi 10,000 matoleo haya. Kwa sadaka yoyote iliyo katika uwezo wako inaitwa matoleo. Tuko wote? Nadhiri ni nini? Nadhiri ni sadaka iliyo nje ya uwezo wako. Kwa maneno mengine, ni sadaka inayogharimu. Sasa mara nyingi sana watu wakiweka nadhiri huwa wanashindwa kuzitoa. Kwa nini? Kwa sababu ni sadaka iliyo nje ya uwezo wako. Kwa maneno mengine, ili kuitoa inahitaji nidhamu. Ndio maana sioni shida au sioni tabu, kwa sababu kuna watu hapa wananadhiri mpaka zitatakia mwaka juzi hawajawahi kuzimaliza. Kwa nini? Kwa sababu ni sadaka ambayo inatakiwa kutolewa nje ya uwezo ulionao, inatakiwa kugharimu. Lazima ikugharimu kitu fulani ili uweze kutolewa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na mara nyingi nimejifunza hivi mimi, sadaka yoyote ambayo ni nadhiri kwangu, huwa nimejifunza kusimamisha kwanza mambo yangu yote ili kuitoa yenyewe. Tuna zile nadhiri za mwaka, huwa tunaziweka hapa, nimejiwekea utaratibu katika miezi 2 mpaka 4 ya kwanza ya mwaka ni lazima nizimalize. Hapo tunaanza kushirika na Mungu. Bwana asifiwe. Tuko wote jamani? Tuko wote? Bwana asifiwe. Mungu akusaidie sana uweze kuondoa kutoka katika uwezo wa kutoa tu matoleo, uingie mahali ambapo utaanza kutoa nadhiri. Shika jirani yako, mwambie pastor anasema hivi, toka mahali unapotoa matoleo, anza kuingia mahali unapotoa nadhiri. Matokeo ya matoleo huwa ni madogo ukilinganishwa na matokeo ya nadhiri, na hayawezi kukosa. Kwa hiyo ninakusihi sana kamaliza nadhiri yako. Mungu yeye anakushauri kwamba umemaliza nadhiri yako. Nadhiri maana yake inakugharimu hela. Kugharimu maana yake ni usile chakula hata siku 3-4 ukamilishe nadhiri yako. Nadhiri maana yake ni nini? Nilikuwa nataka kusafiri kwenda Dar es Salaam, niahirishe nafasi safari yangu kwenda Dar es Salaam ili nikamilishe nadhiri yangu. Nadhiri maana yake ni nini? Nilikuwa nianze msingi wa nyumba yangu mwezi huu, lakini ninaahirisha, nitauanza mwezi wa 8 nimalize pale nadhiri ile. Hujafika hapo, utatembea na madhabahu isiyofaa. Funika mchana. My Lord, my Lord. Mungu amesema nini na wewe leo? Jumapili inayokuja nitazungumza dalili 9 zinazoonyesha madhabahu ambayo imevunjika katika maisha yako. Yumkini kwa haya niliyozungumza leo, umeanza kuona mahali fulani ambapo ulikuwa haufai. Mungu akusaidie ufanye uamuzi wa kweli
leo wa kurudi katika madhabahu ya kimungu. Inawezekana unanisikiliza leo na unasema, mchungaji, mimi nilikuwa sijaokoka, kwa sababu huwezi ukawa na madhabahu ya nguvu kama hujaokoka. Hatua ya kwanza kuelekea madhabahu yenye nguvu ni kuyatoa maisha yako kwa Yesu Kristo. Kama haujaokoka, hauwezi ukajenga madhabahu ya Mungu ya nguvu kwa Mungu wetu. Utajenga madhabahu ya nguvu kwa pepo tu na shetani. Lakini hatua ya kwanza ya kuanza kujenga madhabahu yenye nguvu ni kwa kuyatoa maisha yako kwa Yesu Kristo. Unajua uko mahali hapo, au unanisikiliza kwa njia ya redio, lakini haujaokoka. Kama uko mahali hapo, nataka usimame tu pale ulipo ili niombe pamoja na wewe. Unajua hujaokoka na unatamani kuokoka leo, simama tu pale ulipo ili niweze kuomba pamoja na wewe. Kama uko nyumbani, nyosha tu mkono wako kuelekea redio yako ili niweze pia kuomba na wewe. Unajua hujaokoka na unataka kuokoka leo, ili tuanze kujenga kwa pamoja madhabahu yenye nguvu kwa Mungu wetu. Simama tu pale. Unajua hujaokoka, nasema na hujaokoka, unajua kabisa, lakini haya unasikia leo yanakusukuma kumpokea Yesu Kristo. Unataka kuokoka, simama tu pale. Kama uko nyumbani, nyosha tu mkono wako kuelekea redio yako. Thank you Jesus. Hujaokoka, na unataka kuokoka, na kusubiri, simama pale niombe pamoja na wewe. Simama, usione aibu. Usione aibu. Baba, ninakushukuru. Asante kwa kila aliyenyosha mkono wake ili kutoa maisha yake kwako. Uzima mpya ukaingia ndani yake. Kwa sala na maombi haya, Mungu ukamwokoa na kumfanya kiumbe kipya. Kila madhabahu iliyokuwa na nguvu ndani yake, madhabahu za kiganga, madhabahu za kishirikina, madhabahu za kipepo, zikaachia maisha yake kwa jina la Yesu. Ninataka uzima, ninataka afya ndani yake, afya na uzima wa kimungu ukaingia ndani yake katika jina kuu la Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Amina. Mungu akubariki sana.